tukaanza kuchanga, na leo tunakaribia tu karibu shilingi milioni 1 katika hiyo kiti ambayo tumetafuta. Na kutoka hapo tukaunda hii kamati umeona hapa ya hawa kina Nyangirizi mfanyabiashara hapa, na wote wako hapa, wakakuwa wana kamati wa kuchunga hiyo kazi na hiyo pesa kwa hapa. Na tuko hapa sababu ya kwa nini? Sisi tumeona katika Kenya mzima hawa maafisa wa polisi hawa ndio wako very very vulnerable katika hii ugonjwa wa coronavirus. Hata kama hatujasikia visa, tusipowachunga hawa polisi na wale wengine wa provincial administration, ile jeshi ya DCC, naona kuna ACC kadhaa hapa, kina Koi na wenzako, hiyo grupu ingine yenu ya provincial ama interior, hii ingine ya DCC, ACC chief, assistant chief, kwenda chini kwa nyumba 10, mnahitaji muwe na hizi protective equipments, personal protective equipments, ndio muweze kujikinga. Na kwa hivyo kwa hii foundation tukaona kitu ya kwanza ile tutafanya ni kuhakikisha all police stations hapa Nkubu, Mitungu, Igoji, huko juu Murongorone, kuna ingine pia tumeanzisha imepewa kibali Ndalene, na huko juu Kiangwa. Lazima tupige dawa hizo police stations na police posts zote zile tuko nazo hapa. Kwanza tupige dawa, sababu hapa kila mtu anakuja kwa kuripoti mambo yake. Kila mwananchi wa tabaka mbalimbali anaenda kwa askari. Tukifanya hivi alafu tupeane pia hizi mask, sababu kama uko pale report office na mtu anakuja kupeana ripoti yake na wewe una hata hii mask kama kitu ya kuzuia hiyo mate, huyu mtu anakuja. Unajua wale watu wanakuja kwa polisi ni watu tofauti sana. Mwingine anaongea hata ajui, unajua ana spray ile kunaitwa kuspray kwa askari. Pia lazima askari wa amekingwa na hiyo, sababu ukiwa na hii mask una probability ya kushikwa na hiyo iko kidogo sana, na hata ule akikuja mwambie ongea ukiwa pale na uwe na mask yako. Kwa hivyo tukaona tuanze na hii jeshi ya polisi, sababu wako line of duty, na pia hawa health officers. At least health officers wako na, sababu wako kwa health, wanajua kujipanga kiasi. Lakini hii grupu ingine tukaona iko very very vulnerable ya polisi. Kwa hivyo tumeanza hapa leo, tupige ndawa, wapate equipments, especially gloves na masks, alafu tupeane kwa all the police posts and police stations. Wanaosipiti yako na indandi ya hawa watu. Lakini hizi maski sababu sio ya kuvaa kila siku, tunaomba pia serikali ijaribu haraka iwezekanavyo ile mask wamesema wameonda kutoka nje na zingine zinaundwa Kenya, waweze kusambaza sana, waanze na polisi, na pia wapeane kwa boda, wapeane kwa watu ya sako ya matatu, ndio kila mtu awe amechungwa. Na pia zikuje nyingi kwa wananchi, sababu hii siku hizi sababu ya demand. Hii maski zamani ilikuwa shilingi 20, lakini leo unakuta watu wanauza hata shilingi 200, wengine shilingi 300. Kwa hivyo pia wale wanako kwa biashara hizi vifaa, sababu ya hii ugonjwa, pia ni vizuri pia waone sio wakati wa kutengeneza pesa. Actually kama wangeweza hata wa distribute to at cost, itoke hata shilingi 20 ama 30, ingekuwa nafuu zaidi. Lakini kwa sasa unakuta hii maski moja shilingi 20, shilingi 30, siku hizi wanauza shilingi 100 kwenda juu. Na kwa hivyo hata sisi wenyewe kupea askari zitoshe za kuvaa kila siku ni ngumu. Lakini vile serikali imesema tunaweza unda maski za local mask hizi za tailors, na pia wametoa specifications ya vile mask itakaa. Hiyo ndio itasaidia wananchi zaidi, sababu ukinunua kama 2 ama 3 shilingi 40 ama 50 huwa na 3, unaweza kuwa unabandilisha kila wakati. Ukienda nyumbani unaosha, unavaa ingine, na pia unaosha. Nimesikia maji chumvi, hao watu wa public health watatushauri zaidi, hao wataalamu ni nini unapaswa kutumia kuosha hiyo mask ili isikuwe na madhara. Mafundi wengi wako katika kila mtaa,
na zile maski wanashona hatujui kama ni standard ile inahitajika. Kwa hivyo ninyi maafisa wa public health pia tunawaangalia, mtusaidie kuestablish ni maski gani, ni fundi gani anashona ile mask ambayo itakuwa inakinga mwananchi. Ziko mingi huku mtaani zinauzwa. Kwa hivyo zingine hata zikiundwa they don't sterilize ndio waweze kutoa hizo germs. Kwa hivyo public health na pia maafisa kutoka DCC na system ya chief waweze kujua ni mafundi gani wanaunda, na kama hizo mask kwanza zinapigwa dawa ndio ziweze kutumika. Katika hii ya leo nimetafuta mask 500 hiyo locally assembled hii ya kuunda hapa, na nilikuwa nimesema ziletwe ndio tuelezwe vile zinaweza pigwa dawa, tuonyeshwe na hao maafisa. Ziko zilipelekwa kwa sterilized, ni vizuri. Kwa hivyo hiyo 500 tumeshonewa hapa Nkubu, zimepelekwa na maafisa hawa wa public health kufanywa sterilization, na hiyo ndio utaratibu. Yule fundi yote anaunda hizo masks akuja kwetu, akuja kwa ofisi yetu aseme mimi niko na hizi, sisi tutatafuta mbinu ile tutaweza kumsaidia, zipelekwe pale Kanyakine Hospital ndio ziwe sterilized, ndio saa hiyo zikiwa tayari anapeana kwa wananchi. Researchers wanasema wakati mtu ana sneeze ama wakati kagita kara muntu akwathimura, zile chembe chembe unaweza toa over 10,000 viruses zile zinaweza toka. Hiyo just sneezing once unazungumzia watu wengi. Afya tunaenda vizuri, na tukifanya kila kitu vile tunaelezwa na serikali, mimi naona kila mambo ya hapa tutaenda